Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kukukaribisha tena katika kitabu cha Waamuzi tunapokwenda kukianza siku ya leo. Na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana siku hii ya leo. Umetupatia nafasi tukutafakari wewe, katufundishe upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Waamuzi kwa Kiswahili, judges kwa Kiingereza, halafu Waebrania wanatumia shoftim. Shoftim ikiwa inamaanisha waamuzi au wahukumu. Inawahusu wale viongozi waliokuwa wanashughulika na kuweka hukumu na waliokuwa wamewekwa na Mungu. Inatokana na neno shofati. Shofati ni kuhukumu au kuamua kesi. Kati ya mwaka 1100 kabla ya Yesu kuja mpaka mwaka 1000 ndipo kinaaminika kuwa kitabu hiki kiliandikwa. Wasomaji wa maandiko matakatifu wanaamini ya kwamba huenda mwandishi alikuwa nabii Samueli kwa sababu kuu nne zifuatazo. Historia inambeba ukaribu wake na historia. Mwishoni mwa Waamuzi hadi mwanzo wa Ufalme anaonekana ndipo alipoishi miaka yake hiyo. Sababu ya pili ni mfanano mzuri kabisa unaofanana na kitabu kinachofuata cha Rutu. Kitabu cha Rutu mstari wa kwanza, sura ya kwanza, Biblia inaanza kwa kusema maneno haya na nukuu machache. Ikawa zamani za waamuzi walipoamua. Huu ni ujumbe mzito, mwisho wa kunukuu. Huu ni ujumbe mzito wa waamuzi ambao usingebebwa na mwingine anayejua vizuri habari za waamuzi zaidi ya nabii Samueli. Mtu mmoja atajiuliza kwa nini nabii Samueli? Na mimi nitamwambia nabii Samueli zaidi kwa sababu yeye ana taarifa nzuri na taarifa sahihi kuwahusu waamuzi zaidi ya manabii wengine. Sababu ya tatu ni mtindo wa uandishi unaofanana. Tunaweza tukaona vitabu hivi viwili vya Rutu pamoja na Waamuzi ambapo kuna uhusiano wa kihistoria wa kimaudhui kwa namna ya uandishi. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na uhitaji wa uongozi katika pande zote mbili. Kulikuwa na waaminifu wachache katika vitabu hivi vyote viwili. Tunaona katika kitabu kinachofuata tutakwenda kuona waaminifu wanaonekana wachache akiwemo Rutu. Alafu jambo la tatu ni muktadha wa familia unaoongoza hadi kwa uzao wa Daudi. Enzi hizo tunaona ni Samueli aliyemwekea au aliyemtia mafuta kichwani mfalme Daudi. Kwa nyakati hiyo tunaweza tukamuona anayefahamu habari nzuri za waamuzi wakati huo. Ndio maana wakamchukua kwamba nabii Samueli. Sababu ya nne ni Talmudi au mapokeo ya Kiyahudi. Talmudi ya Wayahudi inawaaminisha kwamba Waamuzi pamoja na Rutu mpaka Samueli wa kwanza iliandikwa na Samueli, halafu Gadi na Nathani ndio waliandika sehemu zingine zilizofuata. Talmudi ni mkusanyiko wa mafundisho ya Wayahudi yanayojumuisha Mishna na Gemara. Mishna ni sheria ya mdomo ya Kiyahudi iliyoandikwa miaka 200 kabla ya Yesu kuja. Na Gemara ni maelezo au majadiliano ya ufafanuzi wa Mishna yaliyoandikwa baadaye. Kwa Wayahudi ziko Talmudi mbili, ya Yerusalemu na ile ya Kibabeli, Jerusalem and the Babylonian Talmud. Wanahistoria wa Kiyahudi wanakubaliana na mimi kwamba ile ya Kibabeli ndio yenye ushawishi mkubwa kushinda ile ya Yerusalemu. Talmudi ndani yake inazungumzia mambo 6: sheria, maadili, historia, falsafa, ibada pamoja na mila za Kiyahudi. Katika dini ya Kiyahudi, Talmudi ndio inachukuliwa ndiyo maandiko ya pili baada ya vitabu vya Musa vitano. Kitabu cha Waamuzi kiliandikwa kwa ajili ya makundi ya watu watatu: kwa ajili ya Waisraeli wa kipindi kijacho, kwa ajili ya Waisraeli waliokuwepo katika kipindi cha wafalme, na kwa ajili ya watu wote wa Mungu kwa ujumla. Waamuzi sura ya kwanza inahusu mambo mawili. Jambo la kwanza, Yuda inapoanza kuvamia Kanaani, mstari wa kwanza mpaka wa 21. Halafu sehemu ya pili inahusu vita vya makabila mengine ya Israeli, mstari wa 22 mpaka wa 36. Mambo matatu wanapitia katika sura hii: ugumu wa kushinda vita, uwezo wa kushinda vita, lakini matatizo ya kijamii na ya kiroho tutakavyoyaona yatatokea hapo baadaye. Muda wangu umeniishia. Tumshukuru Mungu. Asante Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana, umetuwezesha kukutafakari katika mwanzo wa kitabu hiki cha Waamuzi. Tufundishe upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.